Karibuni wasikilizaji, tukaweze kulisikiliza neno la Mungu. Na neno la Mungu linapatikana katika Injili ya Marko mlango wa 6 mstari wa 35 hadi 44. Neno la Mungu linasema hivi: hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili wapate kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza, waketisheni wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Nao walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Amen. Katika maisha ya mwanadamu, tunapopita kwenye changamoto kidogo, huwa tunakata tamaa na kukosa matumaini tena. Tunasahau kuwa Mungu yuko na uwezo wa kubadilisha mambo kuwa mazuri zaidi ya unavyofikiri. Tunapoangalia somo, tunaona wanafunzi wa Yesu wanapumzika baada ya shughuli za mchana kutwa, na hapo wanakutana na Yesu wa Galilaya. Kwa muda kidogo, waliona umati wa watu wakiwa wamewazunguka wakihitaji kuhudumiwa na Yesu, kwa maana walikuwa na shida kubwa sana. Kwa upande mwingine, tunaona kuwa hili ni kundi la kondoo lisilokuwa na mchungaji, na walikuwa na njaa kali na walihitaji kulishwa kimwili, kiroho na kiakili pia. Tunaona kuwa mitume walikumbushwa kwa haraka sana kwamba Yesu peke yake aliweza kutuliza shida za kiroho za watu. Bila yeye wasingeliweza kuridhisha hata mahitaji yao ya kimwili kwa mikate 5 na samaki 2. Yesu alifanya miujiza wa kulisha umati mkubwa wa watu. Jambo lingine pia tunaona ya kwamba wanafunzi wa Yesu walikata tamaa kabisa. Wakaona mahali pale ni nyika, na mahali panapoitwa nyika wakaona kwamba hakuna chochote. Ndiposa walimwambia Yesu, huu umati wa watu tuwalishe nini? Lakini Yesu yeye alikuwa na imani na matumaini ya kwamba kile kidogo kilichokuwa pale nyikani kinaweza kikaliwa na watu wote, kwa sababu alimhusisha Mungu katika hoja hile. Hivyo basi, ndugu yangu mpendwa msikilizaji, tunapoangalia mazingira yetu ya leo, kama vile mimi nimesimama mahali ambapo ni jangwa, kuna jua kali, na unaponitazama unaweza kukata matumaini kwamba mahali niliposimama na mahali nipo ni mahali ambapo hakuna kitu. Lakini Yesu anatoa jibu kwamba mahali palipokuwa na jangwa kuna matumaini. Anawaambia wanafunzi wake waliona mahali pale pakiwa ni nyika au jangwa. Hivyo inamaanisha kuwa nyika na jangwa ni mahali ambapo hakuna matumaini ya kupata chochote. Lakini ndugu yangu mpendwa msikilizaji, sijui wewe unapita katika nyika ya aina gani? Labda kuna magumu unayoyapitia. Labda watoto wako wanakusumbua, ndoa yako inakusumbua, hali yako ya kiuchumi labda pia inakusumbua. Na inapokusumbua, ninajua ya kwamba hapo ni nyika unayopita. Lakini nakupa matumaini mchana wa leo ya kwamba mahali unapoona kwamba kuna nyika, hakuna maji, hakuna chochote, Mungu anaweza akafanya jambo jipya. Hivyo mahali panapo nyika, ndugu wapendwa wasikilizaji, na kuhusisha tu mahali ulipo, na labda unaniangalia nikiwa mchana wa leo kwenye jangwa kama hili, mahali panapo kuwa ni nyika, basi Mungu anaweza kupabadilisha pakawa na miti, pakawa na maji, hata
na kupata chakula. Kwa hivyo tuweke imani yetu kwa Mungu ya kwamba pale pasipokuwa na chochote, Mungu anaweza kuweka kitu na kikaonekana. Basi tuendelee kumtumainia Mungu, tujue ya kwamba kwa imani yote yanawezekana. Amina.